Sifuna cannot be the president of 2027. And I have the reason for that. Number one, when tunapozungumza kwa Sifuna anakuwa president, na vile vile watu walinda mwananchi wanatoka hapo wanaruboka hapo. Sasa unazungumza ya kwa Sifuna ako na president, anatoa president wapi? Number one ambao wanashikilia nayo ni kusema kuwa Sifuna atakuwa president kwa sababu atakuwa supported na Gachagua. Manake hope yao iko na Gachagua peke yake. Gachagua anaposema hapana kinaumana. Now, let us now assume ya kuwa Gachagua is now supporting Sifuna. Gachagua akisupport Sifuna, the election of 2027 is a replica of the 2007 election. Why am I saying that? In 2007 election, nataka tuwapatie hesabu kidogo. Kalonzo Musyoka alisimama na party inaitwa ODMK. Alisema atapitia katikati. Manake the whole of Kamba nation haikupigia Raila kura. Kibaki na Mount Kenya mpaka Tharaka Nithi wote ongeza kura za Wakisi wote anda Nyachai walikuwa na support Kibaki. But still Raila won the election. Why did Raila win the election? Number one, Raila aliwin the election kwa sababu 2007 alikuwa na strong support ya Kamatusa. I want now to tell you where Kamatusa is today. The Kamatusa election utoka kule Rift Valley ambaye ilikuja na Ruto, wakachukua Masai, wakachukua Turkana, wakachukua Saboti, wakachukua Pokot plus the Luo nation. All of them were behind Raila Odinga. Luyas were divided into two. Kuna ile section ya Waluya hapa kutoka Malaba, the Kabras and the Bukusu walikuwa behind, mtu alikuwa msikari Kombo na Soita Shitanda wakapigia Kibaki. But still Kibaki never won the election. Wasomali walikuwa wana support serikali of the day. Wakati ule wakaenda na nani? Wakaenda na Kibaki. But still Kibaki never won the election. Kila mtu anajua kwa 2007 Kibaki never won the election. Sasa unapozungumza kwa Sifuna, ndio nakubali wewe ni Sifuna. I agree with it. Lakini the question comes in, is Sifuna able to consolidate Western region alone? Western as a block, Sifuna cannot come with it. Number two, kama Sifuna anakuwa support na Gachagua, kuna mtu anazungumza kuwa whoever pays the piper dictates the tune. What will Sifuna offer Gachagua? That is the question that now ukianza kuuliza watu walinda mwananchi wanaanza kutetemeka hapa. Atapeana nini? Manake hana kitu ya kupeana. Condition will be wewe unapokuwa kama Sifuna lazima number 2 atoke Mount Kenya. Lakini kubalia ya kuwa Mount Kenya tunapozungumza sasa hii iko na cracks. I want to agree kwa Kindiki hawezi kuja na kura ya Mount Kenya East yote, but to some extent Tharaka Nithi, Meru and parts of Embu, Kindiki has it. This can translate to about 500,000 votes. Now unarudi katika Ruto. Kwa mfano, unapoangalia kwa Rift Valley alone, Rift Valley so far iko na 5.5 million registered voters. Now 5.5 million registered voters, assuming ya kwa Gachagua anachukua Nakuru, which is 1 million. Assuming ya kwa kuna watu wengine within Rift Valley about 300 or 400,000 wanaweza kataa mambo ya Ruto, give it about 500,000. Now 500 plus 1 million, that's 1.5. Now take 1.5 from 5 million votes. Already Ruto's starting point is 4 million. Is 4 million starting with him. Now akiwa na 4 million from Rift Valley, where is Ruto likely going to get some votes? Nyanza, as from what you are seeing currently, Nyanza, na nilisema hapa sometimes nikasema Nyanza kutoka asubuhi, jioni na hata mchana, breakfast ni Ruto, lunch ni Ruto, jioni ni Ruto. Meaning the 2 million votes ya Luos inaelekea saidi ya Ruto. Now when you kichukua 4 million plus the 2 million, that translates 6 million votes. Coast region has been dominantly being controlled by Raila Odinga. So far tunauliza linda mwananchi mwenye ana control coast, mwenye anasimamia linda mwananchi coast ni nani? Wanakuambia pana, tumeona juzi Alimbogo ameresign. Alimbogo tayari aliangua kura. How many votes is he going to bring? Jicho Befu alikuwa hapo akienda kule Magarini wakifanya campaign ya United Opposition. Alipata kura ngapi Magarini?
Aisha Juma mwenyewe is a failure. Sasa tunaporudi angalia hapa sasa, unaangalia from now Coast Region who are now the kingpins. Unapata Ali Hassan Joho, unakuja unapata Mvurya from Kwale, unakuja unapata Amason Kingi from Kilifi akiwa na Mng'aro, unakuja unapata Walamamba kule Tana River, wote wanaimba wimbo moja ya Kibaki. Na unakumbuka juzi wakati wa Ruto, unakumbuka juzi wakati Ruto alikuwa anazungumzia mambo ya health, uliona huyo deputy governor wa Tamu alisema namna gani? Anasema Lamu ni kutamu na sisi ni watu tamu. Ukifuatilia hivyo manake the whole of Coast Region with 1.8 million votes inaelekea kwa Ruto. Now take 6 million plus 1.8, that is 7.8. Endelea. Twende sasa Northeastern. Northeastern for the first time wamepata barabara ambayo watu walikuwa wanatoka kule Mandera wanakwama kwa barabara. Saa hii wanaweka barabara. Wajir saa hizi kuna stadium ambayo hawajai kuona. Wajiri saa hizi kuna hospitali ambayo inaitwa Referral Hospital. Sasa utaambia namna gani Msomali, utaambia namna gani Mrendile, utaambia Mborane, umwambie namna gani upige kura against Ruto. Now 1 million then out from to 7.8 million, that is 8.8 million. Nasai. Hiyo tumesema kama tumemaliza nayo. Tunarudia sasa kule Central Region, kule Mount Kenya East. Mount Kenya East sisi hatutaki kura ya West. We are assuming West is 0, and that is our calculation. Mount Kenya West is 0. What we only need from Mount Kenya is 500,000 votes. Na hiyo 500,000 votes inakuja na nani? Na Kindiki. Ukichukua kura za Tharaka Nithi and half of the Meru votes, that is 500,000 votes. 500 plus 7.8, already 8.3 million votes. Plus the 1 million ambayo tulisema iko Northeastern, 9.3 million. Sasa hesabu inakuja Western Region. Western Region imeweka kama swing vote. Swing vote on condition ya kuwa it is either Sifuna or not. Sifuna akipewa, Western Region itagawanyika mara mbili. Kwa nini niseme hivi? Ukiangalia Sifuna anapozunguka, kuna Western Region, kuna wale ambao tunasema sub-tribes. So within Western Region, ukiangalia Vihiga, the part of Vihiga ambayo ina support Sifuna is the Banyore part. Lakini ile Maragoli wamekimya. Ukikuja ukiangalia hapa kwa Kakamega kwenyewe kuna changes. Kule kama Kwizero, Mumias iko against Sifuna. Meaning alikuwa Sifuna anazapata kura wapi? Anazapata kura Malinya kwa sababu ya Boni Khalwale. Now we are taking a Busia has been voting in the line ya nani? Ya watu wa Nyanza. Yeah. Na ukiangalia kuangalia Busia iko na Waluya, iko na Waiteso. Itesos are solely behind Ruto. Meaning ya kuwa in Western Region what Ruto needs is only 200,000 votes, lakini Ruto anaenda kupata 800. Now 800 plus 9.3, that is 10.1. That is 10.1. Namaliza kwanza utakuja mambo yako. 10.1. Sasa usianze kuwa na pressure sasa. Namaliza sasa point. Nairobi is a battleground. Nairobi is a battleground. I agree with you 100%. Ya kwa Gachagua will take majority of Nairobi. Give Gachagua 70%. We are very generous in our giving out. 70% of Nairobi votes. 2.4 of 70%, we are translating to about 1.8 million votes. The remaining 600 in Enda Naruto. Now, 600 plus 10.1, that is 10.7 million votes. Sasa wewe unapozungumza, unakuja unazungumza ya kuwa Ruto atashinda. And then remain. Kuna kitu ambacho inaitwa incumbency. Ruto is the president. Ako tayari na nguvu ambayo akitembea nayo huko kwingine, akifika Central Kenya kila watu wanapiga salute. Sasa assuming ya kuwa Ruto Mount Kenya East West imekataa mambo yake, lakini tunaenda kwa Olkalau. Ruto in Olkalau alone alipata 5,000 votes. Assuming ya kuwa 5,000 votes ndio anapata, manake ilikuja kwa Ruto peke yake. Now 5,000 multiplied by the 60 constituencies. That translates to how many? 300,000 votes. Ruto is 12 million.
Now tell me, hesabu gani which capital coming in? Unakuja unasema mambo mengine. Utakuja unasema kuwa sasa wewe una support one term. Which and then number 2. Turudie katika Ukambani. Turudie Ukambani sasa. Ukambani, Kalonzo is having an impact. And I want to assume ya kuwa 90% of Kambas will vote Kalonzo. But the question comes in, is Kalonzo able to consolidate 100% Kamba votes? Wale ambao wako hapo watakuja waseme kuwa kwanza wanaanza kuangalia. In one way or another, ukiangalia Ukambani, Kalonzo has been having wiper. Lakini kuna wakati wiper yote Ukambani, wapunga wakikuja na wiper? Hapana. Utakuja upate kuwa kuna maendeleo chap iko na kiti. Maendeleo chap ni ya nani? Ni ya Ruto. Ukiangalia ile jamaa anaitwa Kawaya, ni mtu wa nani? Wa Ruto. In one way or another, out of the 1.5 Kamba vote, Ruto hawezi kosa 300 votes. We are talking about 13 billion. Now, tell me, United, in fact what I'm saying, tunaomba United Opposition itafute candidate mmoja. We are agreeing. Sisi hatutaki wagawane, maanake tunataka ataso because what I'm seeing, kuna watu waenda kuaibika. Because given one candidate, and I want to agree with you, we are praying United Opposition ibaki vile ilikuwa. Alafu tupambane na Ruto one on one. Because what is happening is, Ruto what he has done, and I want to finalize by looking at what he has done. For the first time, tunaenda kucheza na maliza mwamami. For the first time naenda kucheza mpira wa AFCON. AFCON itachezewa Talanta Stadium. Mchezaji anacheza naambiwa kuwa unapomaliza kucheza hivi, any win 5 million. 2027 ndio tuko na election. Wachezaji wanaenda kucheza mpaka wengine wanafunginika miguu kwa sababu ya 5 million. Utaambia huyu mchezaji na uelewe wachezaji wanatoka wapi? Western na Nyanza. Sasa hesabu hiyo kuna naenda wapi? We are talking about affordable housing. 1 million people are working in affordable housing. Ruto atasimama hapa Uhuru Park on the last Saturday ndio tuende kwa election, aambie point moja kuwa ninyi msupport watu wa nini wa one term, lakini one term wanasema mkiwa support mambo ya housing inaisha, meaning you vote for one term on Wednesday tarehe 11 on Wednesday hauna kazi. Where are 1 million going? Sasa mtu anaangalia mimi ni vote kwa hii wakora ambao wanasema sina kazi ama ni vote kwa Ruto ambaye ananipa kazi. Are you getting the point? Kuna kitu kimoja ambayo inafanyika hapa ambayo mimi hamjui. Saa hii for the first time mwanafunzi anaingia university, anasoma free, anaambiwa kwa wewe umeingia yes, umejoin hapa. Wale wanafunzi wamejoin university saa hizi free. Sasa utaambia, juzi nilikuwa nasafiri na mzazi mmoja kutoka Western, ananiambia kama kuna kitu ambayo president amefanya, mambo ya mtoto anaingia free, anaingia naambia kwa mtoto acha aingie. Sasa utaambia namna gani mzazi yule mwenye amepeleka mtoto free huko, hali ya mtu wa mabuli manager anakuambia sisi tutengee ghorofa kwa sababu kuku ataenda huko. So we are asking the question, if one term can have an agenda, lakini hesabu moja hawana agenda yoyote, na ndio maana nakuja nasema kuwa hesabu yao imeisha. And let me tell you one thing, ninapomalizia, politics ya hii serikali ya Kenya is politics number 1 controls on tribal line number 1. The second thing comes in incumbency, as the president akiwa ndani kuna ile nguvu anafuta nayo. Number 3 is the goodwill. Ruto has the goodwill. For the first time since 2023-22 hatujakuwa na walimu wakistrike. Hakujakuwa mahali walimu wanafanya nini? Wana strike. Kwa nini? Kazi inafanya. Wadaktari, hiyo that is something ambayo inakuwa nini? Devolved. Hiyo ni mambo ya county. Lakini we are talking about what is happening. Sasa swali moja ninapomalizia, ndugu zangu, namalizia point moja, nasema hivi. Walimaliza. Instead of wasting your vote, na sikwambii nini, instead of wasting your vote, atunaenda Linda Mwananchi, atushui naenda one term na nini,
you are going to be humiliated. Number two, kuna mtu anasema hivi, never trust a nurse whose husband is a coffin maker. Never trust a nurse whose husband is a coffin maker. The second statement, which is almost close to that one, inasema hivi, in a funeral, never trust the tears of a coffin maker. Sasa, let me analyze this thing. When you see Gachagua shedding tears, don't think that Gachagua is thinking that he's supporting Sifuna. He's never supported Sifuna. Yeye anajua kitu ya kwanza Sifuna ndiye alimwambia. Yeye alijua Sifuna ndiye alimwambia nini? Sasa anaweza kushirikiana na gani? Si anauliza those are crocodile tears. They are fattening Sifuna for slaughter. Yes. That is the language. Wanamfix hapo wanakuja wasema namna gani? So tumekupa nini? So that's the question. Sasa let's do this. Wananchi tunasema hivi. Mambo tunasema ni tutam. Nini? Tutam. Asante sana.